nyumbani kwangu. Kama nitapona nitashukuru sana rafiki yangu. Usiwaze rafiki yangu. Niko bega kwa bega na wewe. Kwa hiyo usiwaze. Utapona. Dada mama wewe. Shwari, niambie. Safi, ndizi unauza shilingi ngapi? Ndizi nauza shilingi 200. 200 moja? Ndio. Sawa sawa. Habari za majukumu? Nzuri. Yote. Karibu. Asante dada, samahani kidogo. Bila samahani. Mimi ni mgeni kwa nyama eneo yenu mazingira hapa mjini hapa. Sawa. Natokea jirani pale. Sawa, karibu. Na mtoto dadangu anaitwa Mwamvua. Mwamvua? Kwa mazingira haya kwa kweli simfahamu. Labda kwa huyo anaweza kama mfahamu. Sasa niambia huko anakuja kuuza sio hoteli huko. Ndio wanakuja kufanya kazi za hoteli. Ni maana nimetembea hotelini kote na jambo. Hapana, huyo simfahamu kwa kweli kakaangu. Siwezi kudanganya. Basi haina shida, ngoja nikulipe mimi ndio kumtafuta. Maana hiyo ni kazi kubwa hii. Sawa, zunguka huko mtaani, labda unaweza kumpata. Basi sawa kaka, karibu tena. Sawa. Hadi. Karibu. Sawa. Marahaba, karibuni. Asante. Mani. Hebi hapa ndo kwa mchungaji Isaac. Ndo hapa. Tuna shida naye, hebu tuitie. Shida gani? Tuna shida naye tu ya muhimu. Wewe usijali tu tuitie. Sawa. Sasa nikawaitie. Jamani, karibuni. Asante. Karibuni sana. Karibuni ndani tena.
Karibuni sana. Asante. Karibuni sana. Asante sana mchungaji, tunashukuru sana. Mchungaji. Naam. Mimi huyu rafiki yangu Maro. Ndio. Ameniomba nimlete kwako hapa. Sawa. Amedai kwamba wewe unamfahamu. Na huyu rafiki yangu ana tatizo la macho. Sawa. Kutoona. Ndio. Kwa maana ameniomba mimi kama rafiki yake, ameniomba nipeleke kwa mchungaji Isaac. Sawa. Mchungaji Isaac mimi ninafahamiana naye. Ndio. Ndio nikaona nimlete kwako mchungaji. Ili tuweze kupata matibabu ya kiroho. Sawa. Na kumwombea rafiki yangu aweze kupona. Okay, sawa basi karibuni. Asante mchungaji. Ninashukuru kwanza kwa sababu mmelitambua hili na yeye kalitambua, maana Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada uonekanao wakati wa mateso. Na kijana, hii hali imekuanza lini? Kwa kweli mchungaji, hapo mwanzo maisha yangu hayakuwa sio. Kwa kweli nilifanya mambo mengi yaliyonipelekea mpaka mimi kufikia katika hali hii. Nilifanya vituko vya ajabu, lakini kifupi tu kwamba kuna mtu mmoja nilimwibia begi. Ndio begi ndio nililofanya nikapata mimi matatizo. Mtu huyo alikuwa na mambo ya kishirikina, aliniloga macho mpaka sasa nikawa katika hali hii. Sawa. Na nimeona msaada nije kwako kwa sababu na kufahamu mchungaji. Ndio. Basi vizuri. Sawa, nimekusikia kijana, nimekusikia na nadhani sisi watu tunatembea sana kwenye neno la Mungu. Kitabu cha Zaburi ile sura ya 16 inasema, Mungu unihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe. Kitendo ulichokifanya ni chema, kwamba umeamua kumkimbilia Mungu. Manake Mungu atakuhifadhi, ndivyo neno lake linavyosema. Kijana, kitu ambacho mimi nataka nikushauri, kwanza cha kwanza unatakiwa kutubu. Hatua ya kwanza unatakiwa kutubu. Baada ya kutubu, hapo Mungu atakupokea kwamba utakuwa tayari umemkimbilia kiuhalisia. Maana yake yuko tayari kukuhudumia. Sisi tunaomba, anayetenda ni yeye. Kwamba mimi sina uwezo wa kukuponya, lakini anaye uwezo wa kukuponya ni yeye. Kama aliweza kusimamisha jua wakati wa Yoshua kwa ajili ya vita, hawezi kushindwa katika hili jambo. Kama aliweza kupasua bahari na Israeli ikapita, hawezi kushindwa. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kutubu. Ukisha tubu na mambo mengine yanaendelea. Mungu ana uwezo wa kukuponya. Na kama umeamua kumrudia yeye kweli katika roho na kweli, basi Mungu atakusamehe makosa yako yote. Yeye anaahidi hivyo. Aliweza kuwapokea kina Zakayo, walikuwa wanyang'anyi, majambazi. Aliwapokea kina Rahabu, walikuwa ni makahaba. Hawezi kuacha kukupokea wewe. Kwa hiyo karibu kanisani siku kwenye ibada, na hapo tutafanya ibada kwa ajili yako, tutafanya maombezi na Mungu atatenda miujiza. Kwa kweli mchungaji, kama nikipona nitashukuru sana yani. Karibu sana. Nitashukuru sana. Amini tu, Mungu atatenda. Amina sana. Karibu sana, karibu sana. Amina sana. Karibu sana. Mimi niwashukuru kijana, asante kwa sababu ya kumleta huyu mtu kwa ajili yako. Sasa kijana, nikuombe kitu kimoja. Ndio. Huyu mtu nitabaki naye hapa. Ndio. Nikuombe umuache. Siku ya Jumapili tutaingia naye ibadani, tutamfanyia maombi na vitu vingine vitaendelea. Kwa hiyo nikuombe awepo hapa, usiondoke naye, ili tutaendelea pia kufanya huduma hapa nyumbani, lakini pia siku ya ibada tutakuwa naye ibadani. Sawa mchungaji, wako mchungaji ndio msaada wetu. Ndio. Kwa afu ndio umesema wewe. Mimi sina budi. Basi nitamwacha rafiki yangu hapa. Sawa. Ndio yuko kwenye uangalizi. Ndio.
Nakushukuru sana mchungaji. Basi sawa, karibu sana. Kiangu Maro. Naam Joseph. Natumaini ipo siku macho yako yatafunguliwa, utaona. Sawa. Jisikia amani kwa mchungaji hapa. Mimi nitakuacha kama alivyosema mchungaji. Kwa hiyo nitakuwa ninakuja kukutazama. Kwa hiyo usiwaze. Sawa, nafurahi sana pia kwa msaada wako kwa ajili ya kufikisha hapa. Wewe ni ndugu yangu. Sawa. Toa urafiki. Wewe ni ndugu yangu. Sababu tunasaidiana mambo mengi. Kwenye shida na raha. Sina budi ya kusaidia. Kwa hiyo usiwaze. Sawa, nashukuru sana rafiki yangu. Mkuu. Una shida gani? Mkuu, yule kijana alikataa kulipokea hili begi. Kwa hiyo nimelirudisha kwako. Hii kazi naomba ukaifanye wewe mwenyewe. Mimi imeshanishinda. Nilikupa nguvu ili ukazitumie, lakini naona hii kazi imekushinda. Sasa basi, nitakunyang'anya hizi nguvu na kumpa mtu mwingine. Au nitaifanya hii kazi mimi mwenyewe. Nipe hilo begi langu. Na kunyang'anya hili begi kwa sababu umeshindwa kutumia nguvu zangu nilizokupa. Hivyo sasa, hizi nguvu ambazo nilikupa zitakugharimu, na sitaki tena kukuona katika macho yangu. Hivyo sasa, naomba utaweke kabisa kwenye maisha yangu, msije nikakuona tena. Bwana, nimekutana na wewe. Wewe brother, unasemaje? Unajua nawatafuta sana. Yaani nawatafuta sana pamoja, yani wewe pamoja na wewe, yani wewe na ile group lenu wote pamoja na Maro. Hivi Maro kwanza yuko wapi? Maro kusema ukweli mimi nilimchukua, maana alikuwa anaumwa macho yake alitiwa kipofu. Alitiwa kipofu? Maana mshikaji alimuibia begi. Unaona? Kwa hiyo mshikaji wangu Maro nilimchukua, nikawa naishi naye kwangu. Unaona? Kwa sababu alitiwa kipofu na yule jamaa ambaye alimuibia begi. Unaona, nikawa nimemsaidia, ni kwamba niishi naye kwangu. Ila kwa sasa hivi siko naye, nimempeleka kwa mchungaji ili kwenda kuombewa. Kwa hiyo maanisha kwamba Maro alitoa upofu, si ndivyo? Kwa hiyo kwenye kutoa upofu, kwa hiyo utakuwa unaniambia hata kipindi kile namleta dadangu pale nyumbani. Unajua, ngoja nikwambie, mimi kufika na kuwatafuta mimi hivi. Maro alimtia mimba dadangu. Na dadangu alitolewa posa pale nyumbani akaolewa. Kumbe alivyoolewa alikuwa na mimba ya Maro. Sawa? Sasa yule aliyemuoa kama kumrudisha tena nyumbani. Jamaa amejaa sumu, ana hasira. Sawa? Sasa nikaona sasa mimi nifanyeje? Siwezi kulea mimba na kwenda hali ya kwa mwenye mimba yupo. Na mimi nikambeba nikampeleka wapi? Kwa Maro. Ila Maro kumkuta pale nyumbani. Na mimi kulingana na hasira zangu nikamwambia wewe kaa hapa atakukuta huyo mpumbavu mwenzio. Kwa hiyo mimi kwa kweli sio sisi nilichukia sana. Alafu unapokuja kuniingiza kwamba habari za kwamba Maro ulimchukua ukaishi naye nyumbani eti alitoa upofu, aliiba begi akatoa upofu. Kwa hiyo ndio uniambia baba wewe Maro. Kwa hiyo dadangu mko naye pale nyumbani au dadangu hayupo? Sema kweli dadako mimi siko naye kwangu. Labda wewe kama ulimpeleka kwa Maro, labda yupo, labda sijajua sasa alikoenda. Sasa yupo wapi? Yupo wapi? Mimi kesho naenda pale kwa Maro simkuti dadangu, na Maro pia simkuti. Sijajua sasa alikoenda kwa sababu mimi kwangu naishi na Maro tu. Maana sasa mimi ninachokitaka, sawa?
nataka uje unipeleke kwa mchungaji ulipompeleka huyo Maro. Mimi na wewe unanidanganya. Sawa? Nataka uje unipeleke wapi? Kwa hiyo mchungaji nikamwona huyo Maro kama kweli dadangu ni huyo Maro ni kipofu kweli. Unajua nyinyi vijana wa sasa hivi wa mjini hapa mueleweki. Utapeli umeshakuwa ni mwingi. Mnatapeli mali za watu mpaka na watoto wa watu mnawatapeli. Sawa? Sasa fanya kitu kimoja. Mimi ngoja nifanye mihangaiko zangu. Nitakuja pale getoni kwako. Nije unipeleke kwa yule mchungaji. Sisi tumeelewana? Hapo wewe lazima utanikuta kama vipi au hauna uhakika utanikuta alafu tutaenda kwa mchungaji. Nataka wewe hivyo maana mimi nahangaika kumtafuta dadangu alafu mume wake anamtaka tena kaishi naye japo ile mimba sio yule jamaa. Mimba ni ya Maro ila yeye ameshauriwa na baba yake. Aishi tu na yule mwanamke. Sawa? Kwa ndio maana jana alikuja pale nyumbani kumtafuta mke wake. Na mimi nikamwambia bwana shemeji hapa mke wako hayupo, nilimpeleka kwa nani? Kwa yule jamaa mwenye mimba. Akasema bwana shemeji mimi nimeshajirudi. Bwana kama nikumsamehe dada yako nimeshamsamehe. Kwa hiyo naomba mtafute aje tuishi naye. Jana nimetoka kule mjini kumtafuta sijamkuta. Naambia kwamba ameenda mjini sana na mjini ila hilo siliamini. Mimi na sidani atakuwa naye. Baadaye uje unipeleke kwa mchungaji. Sisi tumeelewana? Poa bwana. Haina kweli. Kuta kama vipi? Haina shida, mimi sina mengi zaidi. Haya.